panahitajika watu wa kusimama na yeye kwa maombi. Inahitaji watu wasimame na mchungaji kumuombea sana anaposimama kwa madhabahu. Kwa huduma kama ya deliverance, mchungaji alianza vizuri na pale mwisho unapata mashida zinaingia. Wengine unapata imeingia kwa watoto wake ama kwake mwenyewe, kwa sababu hata huenda hakuwa na watu wa kumuombea. Kazi ni nyingi, lakini watenda kazi ni wachache. Welcome to our show Behind the Pulpit, episode 5. I'm your host, Mrs. Joyce Wanda. And in our studio today, I have a guest. Welcome. Jina langu ni Rebecca Cosmas, nimeokoka na mpenda Yesu. Asante. Today our story is based on faith and breath, overcoming asthma one day at a time. Na hii ugonjwa kulingana na kuelewa kwangu ni ugonjwa ambao una affect kupumua kwa mtu, ama hauna ule uwezo wa kupumua kama mtu wa kawaida. Na ni ugonjwa ambao ni hatari. Unahitaji mtu atumie inhaler ama ukae ukijilinda sana. So kwa studio zetu mgeni wetu atatuelezea vile ameweza kupitia hii ugonjwa. Na Rebecca, niko na swali ya kwanza. Huu ugonjwa uliwezaje kuaffect maisha yako? Hii ugonjwa imenisumbua sana. Nilizaliwa naye tangia nikiwa mtoto mdogo. Ikanisumbua, nikalelewa kwa shida, nikasoma kwa shida, mpaka nikafika hapo sasa. So maisha yangu itakuwa rahisi hata kidogo. Huwezi sema ni kitu fulani kilichangia ugonjwa, ati kama baridi, kama maji, kama yani ni kitu ulijikuta nayo since you were born? Yes. Okay, na ni kipindi kigani Rebecca ulipata hii ugonjwa uliogopa sana? Hii ugonjwa kama vile nimekuelezea, nilizaliwa nayo. Nikakuwa nayo, nikasoma nayo mpaka nikaingia kwa ndoa na hiyo ugonjwa. Lakini ifika mahali nimekuwa wasi. Kuliko vile ilienda, yani ikikuwa wasi zaidi kuliko mwanzo. Vile niliingia kwa ndoa ilianza kunisumbua. Ikawa siwezi nikamaliza kama wiki moja. Nikimaliza wiki ni muujiza. Siwezi nikaimaliza kama sijaenda hospitali. Na nikukatize kidogo. Yes. Hii ugonjwa ukiwa mdogo na ukiwa mkubwa, ni wakati mgani ilikusumbua sana? When you are young ama wakati uliingia kwa ndoa, ama when you are mature? Hii ugonjwa vile nimeanza kujielewa sasa. Naona nikiwa mdogo nilikuwa under care ya wazazi, my brothers and sister. Lakini sasa nimekuja nikakuwa mtu mzima, nimeingia kwa ndoa, sasa ni mimi na familia yangu. Hapo ndio nimeona ikiwa ngumu sana. Kwa sababu ni mimi, watoto wananiangalia, mume ananiangalia, na niko kwa ile hali. So nikiwa mkubwa sasa ndio nimeona ilikuwa kali sana, kawa ngumu sana. Nikaanza kugojeka mara kwa mara. Nikiwa kwa shughuli zangu nasikia attack, ndio hiyo inabidi nikatishe shughuli zangu. Na ikawa inanisumbua sana. Nakumbuka kuna siku moja ilinishika usiku nikiwa nimelala, na nilikuwa na watoto wangu tu, ndio wangu akiwa karibu. Hiyo ndio ile siku niliona ni kama ilikuwa siku yangu ya mwisho. Kwa sababu nilikosa msaada. Hela ilikuwa mbali, ilikuwa kwa kibeti changu, kwa sababu ilikuwa naibeba kila siku. Sikutarajia kama itaniataki hiyo masaa. Ilikuwa tu mbali, najua nitaamka asubuhi niende nayo. Na hiyo masaa vile niliatakiwa nikakuwa sina msaada. Nikasikia nimekata tamaa, nikaona leo ndio siku yangu ya mwisho. Nichukue simu yangu nikajirecord nikiwa kwa ile hali. Nikatumia dada yangu. Kwa hivyo kitu kile kilikuwa karibu sana. Hata si inela, ni simu. Simu yangu nilikuwa karibu. Nikachukua nikajirecord, nikatumia sister yangu nikiwa kwa hiyo hali tu. Nikamwambia nasikia nimekata tamaa. Kwa sababu ni ugonjwa imenisumbua for many years tangia nikiwa mdogo. Nikaona labda ni siku yangu ya mwisho. Nikamwambia mahali imefikia, sioni kama nitatoboa. Na niwe siko ama siko, jua niko na watoto, msaidiane mniangalilie watoto wangu. Hapo ndio alichukua hatua, akapigia mume wangu, wakashughulika mpaka nikafikishwa hospitali. Nikawekwa kwa mashine, nikawekwa kwa mashindano,
nikasikia sasa naweza nikapumua tena. Hiyo ndio ile siku niliona ikiwa mbaya sana. Kwa hivyo hata ulikaa, yani ukikumbuka hicho kipindi unasikianga hadi wa leo kuogopa sana? Nasikianga hofu sana. Okay. Hata nikikumbuka hiyo hali nasikianga kama nimeshtuka. Juu haikuwa hali rahisi. Sio rahisi. Ilikuwa ngumu sana. Na nasikia tu hofu hata isijirudie kwa maisha yangu tena. Siwezi tamani, hata siwezi takia mtu hiyo hali. Si nzuri. But what I can say it is that it is not over until Jesus said it's over. So unaweza pambana wewe ukafika mwisho, but until Jesus says it's over, it is not over. Swali lingine Rebecca, ni kuna kipindi ulisikia ni kama umetengwa, ni kama watu hawakuelewi ukiwa katika hii hali ya ugonjwa wako? Vile nimekuambia nilisoma na hiyo shida. Ungepata watoto wameenda michezo, mimi sitaenda. Wakati watoto wanajifurahisha kwa ile hali wacheze, watoke nje huko kuna vumbi, mimi nilikuwa limited. Unapata siwezi nikajiassociate na wao. Ingine nilisikia kama nimetengwa sana ni wakati nikiwa kwa hiyo hali nikipumua, hata mtu akiwa mbali na mimi angenisikia. Sasa nasikia sitaki kukaa na watu kwa sababu hii hali yangu si nzuri. Nikipumua mtu anaelewa, ninang'ang'ana. Na kushinda kueleza watu kwa sio rahisi ile shida unapitia. Sasa inabidi nikae peke yangu. Nikae tu mahali, najua tu situation yangu hii ndio inanisumbuanga. Kwa sababu nikikaa na watu unaona watu wanakuangalia, wanakushangaa. Mtu hata kama hakuulizi, anaona huyu mtu ako na shida kwa vile anapumua. Kwa hivyo niliishi hiyo maisha ya kujitenga tu. Nikasoma na hiyo maisha, nikakua kwa hiyo maisha mpaka nikaingia sasa, nikafika hapo mbele. Na kuna kipindi maybe ukiwa shule ama ukiwa unaingiana na watu walikuwa wanaona ni kama unaweza waambukiza hii ugonjwa? Vile madaktari husema ni ngoja ni kama ya kuinherit, ni kama ya kizazi. Inandanga ikiachaniwa hivi. Si ngoja tu unaweza ukapea mtu. Kwa hiyo hali vile nikikurudisha hapo nyuma nikisoma, ulikuwa unapata wakati nimeshikwa na hiyo attack, wanafunzi wanakuwa na hofu, wanatoroka, wanakimbia kwenda kuita matron fulani, ile shida yake imempata. Mpaka sasa ikawa ni shida yako? Ni shida yangu sasa. Inakuwa hata ukiwa kwa watu, hata nikiwa katikati yao, wanakaanga tu wakiwa ready. Anything can happen. Anything can happen. Ile shida inaweza ikakuja. Unapata tu wako na hofu. Ile shida si wote watakukimbilia wakati kama huo. Kuna wale watakimbia, kuna wale watakaa mbali na wewe. Wakidhani ile shida labda itawaambukiza, of which asthma haipeanani. Okay. Ni ugonjwa ambao inafanya maisha yako iwe ngumu, vile unaingiana na watu, vile unafanya shughuli zako za maisha. Ni kitu tu ngumu kucope with it. Lakini kile naweza nikakwambia, usife moyo na usifike mahali maishani ukate tamaa. Kwa sababu gani? God is in control of everything. Kwa sababu Biblia inasema hata ikiwa utakuwa na mawazo mengi, hata ikiwa utafikiria sana, hauwezi ukajiongezea kitu chochote. So leave it unto God. Inawezekana. Kwa sababu kama ni hospitali alikuwa ameenda, kama ni kile cha kufanya kujikinga na baridi, with God everything is possible. Hii ugonjwa ili affect aje uhusiano wako na marafiki ama na jamii yako? Hii ugonjwa imeniaffect sana. Kwa sababu ungepata kama ni marafiki nimelimit. Sisi nikawa na urafiki mingi. Hata kama ni watu wa familia siwezi nikawatembelea sana. Unapata ninatamani lakini kwa sababu ya ile situation yangu siruhusiwi kutembea. Siruhusiwi kukaa na vikao mingi. Siruhusiwi kukua na marafiki wengi eti tutembeleane kwa sababu ya ile hali. Naweza enda kwa hiyo nyumba yao ama kwa hiyo mkutano nipate the air pollution haijanibeba. Ama nipate ile maarufu labda wametumia mafuta mazuri na nikia vizuri lakini kwangu inanisumbua. Sasa hapo ika affect maisha yangu, ikakuwa nimejilimit kwa marafiki hata kwa watu kwa nyumbani. Sijui ni nini unapitia mtazamaji wangu pale nyumbani. Kuna hali unapitia ambayo ni aibu sana. With God all things are possible. So atakuwa anatuelezea mambo kama hayo, atuambie vile aliovercome, vile alikaa nayo na akawa tu na imani kana kwamba siku moja atakuwa kama watu wale wengine. So usife moyo. Kuna suluhisho ya jambo lolote ambalo unayoipitia. Which had been your biggest support ama comfort hiki kipindi umekuwa na ugonjwa?
Support yangu ile kubwa kwa hiyo miaka yote nimekaa na hiyo ugonjwa, kwanza nilikuwa namtegemea Mungu. Najua ipo siku Mungu ataona hii hali yangu na atanitoa kwa hii situation. Another support ni mume wangu, kwa sababu alinikumbali na hiyo hali. Alinioa bado nikiwa na hiyo ugonjwa. Alijua? Alijua nikiwa na hiyo ugonjwa. Kwa hivyo ni support yangu ya pili, ambao angejua mke wangu anakuanga na hii hali, ananitia moyo, ananiambia ipo siku tu utatoka kwa hii hali. Kwa hivyo ameishi kuni-encourage. Niko na mtu wa karibu anaelewa hali yangu. Kuna mtu uko na yeye anapitia kipindi kigumu, maybe ni depression, maybe alikuwa mzima, something happened along the way na akawa maisha yake haiko vile iko tena. Be part of support, don't encourage those people, kwa sababu mtu anapokuwa anapitia kipindi kigumu kwa maisha huwa anahitaji hata support ya mwanadamu mwenzake. Biblia inasema ni bora wawili kuliko mmoja. So ikiwa wewe unaishi na mgonjwa ama mtu anapitia kipindi ambacho si cha kawaida, be part of encouragement. Amesema support yake ya kwanza ilikuwa ni Mungu. Imani yako kwanza kabisa iwe kwa Mungu. Umwamini Mungu tu, ujue hii hali madaktari ni wanadamu, wanaweza wakashindwa, but with God all things are possible. So mtumaini Mungu, umtegemee Mungu, umwamini Mungu na ujue hakuna jambo lisilowezekana kwake. What is that one thing you would wish people to understand better about asthma, those who are living with it ama hata wale wako vizuri? Asthma ni ugonjwa ambayo huwezi ukapredict itakushika saa ngapi, eti utakaa ukijiandaa. Juu sio kama kidonda utasema nitapeleka hospitali ioshwe, inasiwe nifanyiwe first aid. Asthma ni ugonjwa ambao itakushika wakati ya utarajii, itakushikia mahali popote, aidha kwa nyumba yako, hata kwa kongamano la watu. Ni ugonjwa ambao huwezi ukapredict itanishika hii masaa. Kwa hivyo unapata mgonjwa wa asthma anatembea na madawa, kama vile mimi niliishi kutembea na madawa na inhaler. Kama mimi tangia nikiwa mdogo nisingecheza na watoto hata kwa maji, kwa sababu wao naona wakifurahia maji, mimi siwezi kwa sababu ya ile hali. Ningeona watu hata kama nikufagia, mimi nisingefagia, nilikuwa limited kwa sababu ya hali yangu. Hiyo vumbi ikiniingia nitafungana. Kwa hivyo asthma ni ugonjwa ambao huwezi ukapredict. Ni ugonjwa ambao inakuweka kwa utumwa wa kukaa umebeba madawa, umebeba inhaler. Ni ugonjwa ambao itakufanya ukae kama maisha yako peke yako, huwezi ukakaa na watu, na kuna mahali huwezi ukaenda. Kwa maisha kuna vitu mtazamaji zinatupata, we were not prepared. Umetoka kwa nyumba yako, umeamka vizuri, mambo tu imekuwa salama, all of a sudden watu wanaanza kupigiwa simu, imefanyika, si kitu unapanga. Mtazamaji, sijui nini unapitia, nimekuambia tu muamini Mungu, ipo siku kila kitu kitakuwa salama. Is there any that moment in your life ulisikia sasa I cannot cope with this situation anymore, ni ngumu? Asthma vile nimekueleza ni ugonjwa ambao umenisumbua sana. Ilikuwa nasikia kwa mwili wangu, wakati nasikia ni kama siuko sawa. Ilikuwa nasikia mapafu kama ina itching. Nasikia kama naweza jikuna, lakini ni ndani siwezi nikajikuna. Wakati nasikia kama kitu kama hiyo, najua hapa hali sio nzuri. Na ninasikia nimeaffectiwa mentally, najua kile nangojea. Najua naweza fungana, naweza kuwa sijihisi tena, naweza kuwa hali yangu si nzuri. Wakati nasikia kitu kama hiyo, mawazo yangu ilikuwa inasumbuka sana. Kwa sababu najua kile kinafuatia, aidha niende hospitali, aidha nianze kukunywa madawa ama nipige hiyo inhaler. Kwa hivyo nilikuwa nasikia mentally niko so much disturbed na hiyo hali. Mpaka nikasikia asthma imekuwa kikwazo, imekuwa pigo, imekuwa maisha ya utumwa sana. Ni hali ambayo imenisumbua sana. Hii ugonjwa yako ya asthma ilibadilishaje mtazamo wako wa maisha? Asthma ilinibadilisha sana. Kwa sababu ukiwa na hii ugonjwa, matumaini inakuanga madogo, machache. Unaonanga anytime maisha yako inaweza kuwa si vile. Kwa hivyo sikuwa na ile tumaini sana. Kwa hivyo maisha yangu ilibadilika sana. Nikawa sina tumaini la kesho. Kesho ikifika najua ni Mungu. Maisha yangu ilibadilika. Share with me that very moment you questioned your faith. Ilifika mahali
nikaona ni kama Mungu anisikia. Ikakuwa imani yangu inazidi na kurudi chini, kwa sababu hali ilikuwa inazidi na kukua mbaya. Ikawa niko na maswali, nauliza Mungu, kwani umenisahau? Imani yangu ni kama inataka kufifia. Kwa hivyo kuna kipindi kwa maisha mtu anapitia hadi fulani, unapata hata wewe mwenyewe unasikia kama mwanadamu imani inaisha. Imani inaisha. Okay. Kwa sababu situation haikuwa rahisi. Nikiangalia ninaona namtegemea Mungu, lakini ugonjwa inazidi kuwa mbaya kwangu. Amani yangu ikakuwa inatingishwa kidogo. Na inazidi na kukua chini. Lakini nikazidi na kutegemea Mungu. Nikajua ipo siku tu Mungu ataleta uponyaji. Nilikuwa najitia tu moyo. Kwa hivyo kuna hicho kipindi mtu usikia sasa hapa nimefika chini kabisa. Iko chini. Nasikia imani iko chini. Unaona ni kama hii hali ni kama haitapata njia. Alafu mimi niliishi kuambiwa hii ugonjwa iponi. Hata nikienda hospitali naambiwa hii ni ugonjwa utaishi nayo miaka yote. Ni wewe upambane na mandawa, ujue vile utajicontrol. Lakini ni ugonjwa ambayo haiponangi. Sasa hiyo ni hali ilikuwa inanisumbua. Imani yangu inakuwa, kwa hivyo sitapona. Hata nitaishi nayo. Ukirudi kama mwanadamu, unakaa ukijua hata nikimeza dawa, hata nikifanya nini ugonjwa haitaisha. Nitaishi nayo miaka yangu yote. Hiyo ilikuwa sasa wakati niko hii side naona yes Mungu atatenda, lakini nikirudi kama binadamu naona na watu wameniambia, naona daktari ameconfirm sitapona. Ni ugonjwa ambao nitaishi naye. Imani yangu ikakuwa so much interfered. Yes. So sometimes there are situations in our lives tunapitia na si za kutuleta into shame, si za kutuleta tusikie ni kama hatustahili, lakini it is for God to be glorified. So at the end of the day ulikuja kuona hata kama ilikuwa hali and maybe uenda ukielezea hapo, tukiendelea na ukituelezea habari ya hii ugonjwa utatuelezea, yani ilikuwa tu kwa mpango wa Mungu. Ilikuwa kwa mpango wa Mungu. It was something ambayo ilikuwa aligned na Mungu. Lakini sasa maana hatuwezi tukajua. Wewe ukaona ni kama mapigo, ni kama at my young age Mungu amekubali nikapitia hii hali. Sifurahii ndoa juu kuna wakati hata ulikuwa hiyo ndoa hata ina amani. Hata ikawa tu ni vile maybe mume wako angetaka kukuvunja moyo, lakini maybe ilifika wakati kwa roho yake maybe we don't know. Ni wanadamu. Akaanza kusema na yenyewe niliambiwa juu sasa hii ningefaa kuja nilale, nimeanza kukimbiza mtu hospitali, lakini Biblia inasema akaambiwa hii ugonjwa si ya kuleta mauti. Though ilikaa ni kama ugonjwa ambayo si nzuri, yani hakuna ugonjwa mzuri. We thank God kwa sababu sisi ni zaidi ya washindi. Na ungepata sio watu wote ningewaeleza shida yangu. Nilikuwa na ile hofu, juu ungeambia mtu mimi nasumbuliangwa na asma, uone kama ameshtuka, ni kama hana matumaini na maisha yako. Sasa hiyo ikanipea hofu sana. Nisingeeleza kila mtu situation yangu kile napitia. Na kingine kilinisumbua, nimeishi kutembea na barua ya hospitali. Wakati naenda, hata nikienda shule, nilikuwa naenda na hiyo barua nipeane ndio waweze kuisoma waelewe hali yangu. Kwa hivyo haikuwa rahisi kujieleza na kujikumbalia mimi mwenyewe niko kwa hii hali. Ilinisumbua sana emotionally. Natamani kukuwa na msaada, lakini sina mtu wa kunisaidia. Kwa sababu sijaikumbali kabisa nikaishia na watu hii hali inanisumbuanga. Unapata itanishika nikiwa mahali, wenda niko peke yangu, sina msaada wa karibu, na sio kila mtu ungeenda ukimwambia hii ugonjwa inanisumbuanga. Kuna ule utamwambia ajitenge. Aone huyu naye asikuje kukufia kwa mikono yangu. Asikufie kwa mikono yangu. Nitaingia kwa situation yake ikuwe mbaya zaidi na ni mimi nilikuwa hapo. Unapata watu watakutenga. So haikuwa rahisi. The Bible says that when the time comes he makes it happen. Anafanya itendeke. So si wanadamu tunafanya mambo itendeke kwa wakati wake. Yeye anaisababisha. So it's a faithful God. Yes. Indeed. So tunashukuru Mungu kufikia hapo. Na swali lingine Rebecca, hebu nielezee safari yako. Ni wapi ulikuwa unapata nguvu wakati hii kitu imekulemea? Vile nimeishi na hiyo ugonjwa, nilikuwa napenda sana kuimba na kusoma maandiko. Na ukisoma maandiko Luke 1:37 na pale inasemanga nothing is possible before God. Nilikuwa najua hata ili si ngumu kwa Mungu. Ipo siku itafika na atatenda. Na ukisoma Mark 11:24 inasemanga therefore I tell you whatever you ask in prayer
believe that you have received and it shall be yours. Mimi nilikuwa najua, nilikuwa naomba Mungu, naambia Mungu mimi nataka uponyaji tu. Na umeniambia kile tutaitisha kwa maombi, tutakupa na kitakuwa chako. Nilikuwa naaminia Mungu, mimi naomba uponyaji na ile siku utanipea hiyo uponyaji itakuwa yangu na nitapona kabisa. Kwa hivyo niliishi kuaminia Mungu. Nasoma maandiko inanitia nguvu. Ilikuwa inanitia nguvu sana. Najua siku ya Mungu itafika na hakuna jambo haliwezekani na kile ninaomba ipo siku atanipea kitakuwa changu. Nikajua siku moja itafika Mungu atanipea uponyaji na nitakuwa huru kabisa. Kwa hivyo tunaweza tukaambia watazamaji wakati umepitia kipindi kigumu, read the word of God. Yes. Kwa sababu inatupatia nguvu na uombe. Pia prayer inatusaidia. It makes us to overcome. So mtu anapopitia hali yoyote ile asikubali end up kwa depression. Yes. Go to the word of God na kila kitu itakuwa sorted. Mimi ningefungana hata zaidi ya miezi 3. Sitoi sauti. Hapo ni pale unatafakari na unaomba kimoyomoyo. Na unasoma maandiko, unajua wewe Mungu, hata kama sauti yangu itoki, sikiza moyo wangu tu. Ninaomba, najua hiyo maombi, najua itafikia Mungu. Hata kama nimefungana, juu ningefungana, sitoi sauti. Unless mtu aniangalie ama nimwandikie, atajua kile nasema. Hiyo ni ile hali ambayo ningesoma Biblia sana. Kwa mawazo yangu ningetafakari ukuu wa Bwana, nikijua ipo siku moja tu itafika na Mungu atanifungua. So in your journey kuna zile scripture ulitembea nazo kwa mawazo. Kwa mawazo. Wakati kitu inakuattack because it was the only place unaweza pata your strength. Yes. So hizo scriptures you are just meditating. Unasema kwa mapigo ya Kristo tumeponywa na healing is my portion. Nilikuwa najua ipo siku ikifika Mungu atatenda. Kwa sababu ukiangalia kwa maandiko kuna yule alikaa kando ya kile kisima for 38 years. Na ile siku ilifika Mungu alimtendea. Mimi nimekuwa kwa hiyo ngoja almost 28 years. Na siku ikafika na Mungu akanitendea. So nilikuwa na imani tu. Haijalishi nimekaa kwa hiyo hali siku nyingi aje. Nilikuwa najua siku ya Mungu ikifika nitakuwa huru. Bila aliambiwa jitwike godoro yako na uende, umekuwa huru. Nilijua siku itafika tu. Hiyo mandawa nitaweka chini. Hizo inhela nitaacha kutumia, nitazitupa na nitakuwa huru. So you knew, ulijua kama huyo jamaa you are in the right channel. Na wakati uponyaji itakuwa located kwako, definitely itafika na utakuwa huru. Ni vizuri. In the word of God kuna comfort. Kwa maombi kuna comfort. Usikubali uende chini, ushindwe tu hivi. Utajitia nguvu kupitia neno la Mungu na kupitia maombi na utashinda, kwa sababu hatuna any other comfort. Mtu akipitia hali ngumu huwa hata wanadamu hawamuelewi. Hata unafika mahali unapata hata watu wako wenyewe hawakuelewi. Hata mtu sasa anaona, inafika wakati mwingine mtu anataka kufanya vitu zake, hiyo kitu yako imeamka, they cannot understand you. Lakini Mungu ananga kazi nyingine ya kufanya, is watching over us. So yeye mwenyewe achoki na wewe. So wakati mwingine unaona hata badala hata nipigie mume wangu, badala hata nipigie my immediate family, my sisters and everyone, siniambie mwenye achokangi na mimi, kwa sababu kuna wakati wanadamu ukipitia hali fulani uchoka. Hata yeye hata anasema tumechoka na hii ugonjwa ya dada yetu, nimechoka na hii ugonjwa ya mke wangu. But there is that one person, Jesus, ambaye achoki, is watching 24/7, ako kwa watch. Kwa sababu angetaka uende ungeenda. Juu uliniambia kuna wakati bwanako ako kazi. Kuna wakati hakuna mtu ako karibu. Wale watoto uko nao hata hawaelewi. Unless tu kamoja kapige nduru nje. But kuna huyo mmoja ukipigia nduru tu mwambie, oh Lord heal me, give me another chance, give me another second to live. Huyu atasikia. Lakini wakati mwingine nimeenda kutafuta kazi, nimeacha hakuna chakula, hata jana maybe tumegombana hapa, hakuna school fees, nimepigiwa tena hospitali. Sasa ni hospitali ama ni chakula ama ni school fees, but there is that one person. Hata itaja afikiri hizo vitu mwanadamu anafikiria, nimeitishwa fees, nimeitishwa chakula. Huyo mtu ambaye ni Mungu anaona acha nipatie huyu mtu another chance. Nikurudishe nyuma kidogo. Umetuambia au kwa umejikubali. Kujikubali ni ile kusema niko na hii hali na naweza ambia mtu yoyote. Na hapo nyuma ulikuwa umeniambia si watu wote ungewaelezea hali yako. Unapambana tu naye. Na hii kipindi umeshawahi kuwa unaabudu ama uko kwa you are ministering na hii hali ikakuja, ulipambana nayo aje? Na hapo kuna watu hawajui kama uko na hiyo hali,
kwa sababu huwezi enda kwa kanisa ama somewhere umeitwa uminister na uanze kuambia watu niko hivi na hivi, na hiyo attack imekuja. Ulipambana nayo aje? Nilikuwa limited kwa kutumika. Hata nilikuwa na control emotion zangu. Ungepata siwezi nikajipata kwa kulia sana ama kwa kucheka sana. Wakati nimelia sana unapata nimeanza kudevelop hiyo shida. Na wakati nimefurahia sana nimecheka zaidi, nitafurahia nianze kukoa tena niingie kwa hiyo hali. So maisha yangu ilikuwa limited. Nilikuwa najua hii hainiruhusu nifanye hivi na hii imenizuia. So nilikuwa najua kuna kiwango siwezi nikapita. Hata kama ni kwa maabudu, najua siwezi nikaingia deep sana kwa sababu naweza ingia nisikie machozi nilie sana. Ile shida inisumbue. Kile nimekwambia niliishi kubeba mandawa hata nikiwa kwa kanisa. Juu ningeingia kwa hekalu nisikie harufu nzuri, watu wametumia mafuta yao, nianze kukoa na nilikuwa nakoa mfululizo. Mtu ange notice huyu ako na shida fulani. Ilikuwa inanifanya nikuwe limited, naweza toka hata nje. Niko kwa kanisa lakini niko nje. Kwa sababu nakoa na interrupt watu sana. Lakini niliishi kubeba mandawa na meza. Kuna tundawa nilikuwa nimepewa hospitali na kameza tu ndio ifungue ile kifua. Kwa wale wamekuwa na hiyo hali ya asma, utaona tundawa tudogo tu. Unaweza kashika tu na ukameze tu kwa hata watu wasijue. Bila maji. Hata bila maji. Kana kwa katembe kadogo tu. Utakameza tu. So long as wewe unaelewa hali yako na ume sense. Umejua hapa ni kama hali sio nzuri. Badala ya ningoja hali ikuwe wazi nianze kubebwa. Ungepata tu ako katembe kangu na katoa kameza. Ndio kafungue hii ikuwe wazi. Nisianze kungangana kupumua. Okay. Watu wanangangana sana na hali ngumu sana. Na unaweza ambia watu hali kama hii yako ilikuwa ngumu. Kwa sababu umeenda mahali watu wanafurahia, umeenda mahali unataka ujipeane. Juu kuna wakati watu wanaenda unapata hapa hii mashindano ama vile kunaenda hapa kila mtu anaenda to the fullest. Yes, swali yangu kwako ni ulipona ama bado unangangana na hii hali? Mimi nilipona. Niko huru kabisa. Uko huru? Situmii mandaa, situmii chochote. Mungu ameniponya. Glory to God. Take us through your healing journey. Vile mimi niliweza kupata uponyaji, nilikuwa na tazama kwa TV yangu. Nikapata channel hii inaitwa Rafa TV. Kutoka hapo nikasikia nimependezwa na mafundisho na nimependezwa na miracles zilikuwa zinachezwa hapo. Nikaendelea kutazama television yangu mpaka nikasikia sasa muda umefika. Wacha niende vile naona watu wakiponya. Hata mimi wacha niende uponyaji na nikakuja. Hapo ndipo niliweza kukuja kwa kanisa, nikapatana na mtumishi wa Mungu. Okay, na kuna watu pale nyumbani wamekaa tu wanangoja. Kuna kitu wanajaribu kufuatilia. Na kitu moja naweza mwambia mtazamaji ni hii huduma iko based sana kwa mafundisho. Unajua uponyaji wa kwanza ni wa mafundisho. Sababu ukikwisha kujua neno, hii uponyaji utapata, utaombewa utapona. Lakini utatunzaji hii uponyaji through that word. So hii kwanza, hii deliverance ya kwanza ama uponyaji wa kwanza uko kwa mafundisho. Na hii huduma iko based sana kwa teaching, deliverance, healing. Maana hizo vitu lazima ziandamane. Kwanza ufundishe huyu mtu ajue hii magonjwa ilitokana na nini, ama tupekue tuchimbe tujue magonjwa ilitokana na nini. That is teaching. Ya pili ukuje kama ni pepo, that is deliverance, casting of demon. Ya tatu sasa ndio hiyo healing, uombewe uponyaji. So kuna watu pale wanaendelea kusikiza hizi teaching mpaka wawe convinced. So endelea kutoka pale. So sasa ukatazama TV yako. Nilikuwa nafuatilia sana mafundisho, kwanza ikanifungua. Nikajua kumbe kuna madambao na kuna maroho ufuata watu. Ndipo sasa nikaenda nikajiita kama mkutano, nikajichunguza vile maisha imekuwa, vile maisha ya ndugu zangu na maisha ya wazazi. Kwa hivyo pale ulikuja ukarudi nyuma wakati ulisikia mafundisho. Ukarudi nyuma ukaangalia hii ugonjwa kwa familia, kuna mtu ako na hii ugonjwa, labda nilitoa huko ama ni kitu haiko, ni kitu tu imenipata. So ukapata kulingana na mafundisho. Sasa niliangalia historia ya maisha yangu na historia ya maisha watu wa kwetu. Mpaka niliulizia sana mpaka nikapigia hata ndugu yangu mkubwa. Nikamwambia nieleze hii hali vile imekuwa
hata vile hii jina nimeitwa, huyo mtu alikuwa na maisha magani, na hiyo hekima yote nilitoa kwa mafundisho. So that is what I told you pale. Yes. Ukombozi wa kwanza ni teaching. Teachings. Na hapa tuna base sana na teaching. Okay. Kwa hivyo hiyo mafundisho ilinisaidia. Ndio nikaulizia historia yangu, hii jina yangu nimeitwa imetokana na nani, kwa sababu nilijua unaweza inherit shida zilikuwa na yule mtu umeitwa jina yake. Kwa sababu wazazi wetu walipenda sana kutuita majina ya ya watu wa ukoo. Unaitwa kama auntie, kama shosho yako. Kwa mafundisho nilifunguka. Nikaona huenda hii maisha nakaa si yangu. Mpaka nikaulizia historia, hapo sasa nikajua hapa kuna madhabahu na ni roho. Ndio nikachukua hatua, nikakuja sasa kwa kanisa. Nikakuja kuona mtumishi wa Mungu. Na wakati ulifika hapa akaanza maombi, ama kwanza ukamuelezea mashida zako, ama kuliendaje? Hali yangu ikuwa nzuri. Hiyo kifua ilikuwa imenikalia sana. Hata pasipo kuelezea mtu angejua nasumbuliwa na kifua. Kwa hivyo the very day you came in the church alijua ulikuwa mgonjwa. Nilikuwa mgonjwa. Hata sikumueleza. Alijua kwa sababu ya ile vile nilikuwa napumua. Alijua huyu mtu ako na shida ya kifua. Aliniuliza tu direct. Ndio nikamwambia nimeishi na hiyo ugonjwa na imenisumbua miaka mingi. Alijua shida yangu. Sikuona hata haja ya kunieleza, maana alisikia tu vile nilikuwa napumua. Na mimi nilidhani ni kitu ya kawaida. Nilikuwa nimejiweka kwa hiyo maisha, nikadhani hii maisha ni kama hii hali ni kama iwezi kaisha. Nilikuwa naona kama ni uzoefu, kumbe si kitu ya kawaida. Okay. Sasa ukaombewa. Nikaombewa. Nikafanyiwa deliverance. Nikakuwa huru. Vile niliombewa kama mwanadamu tu nilingoja sasa nione itakuwa aje. Tuelezee watazamaji, ikiwa kuna hali unapitia, usichoke. Don't just sit na useme sasa kile kitanipata kinipate. Uliendelea kutafuta. Kwa hivyo kuna mtu kuendelea kutafuta mpaka apate kile amepoteza. Leo inasema punda za Kishi za baba ya Sauli zilikuwa zimepotea. So wakaulizana tutafanya namna gani? Wakaanza safari ya kutafuta. Kwa hivyo wakati unapitia hali fulani, hauna kitu kingine ya kufanya, ni kuanza kutafuta msaada. So wakawa wanatafuta, wakazunguka milima ya Seiri, wakaenda minji ya mbali. Biblia inasema hivyo. Wakatafuta. So wakasema kuna mtumishi wa Mungu mahali. Anaweza akatuelezea mahali punda zetu ziko. Juu wale walisema hizi punda zimepotea. Twende kwa mtumishi wa Mungu atuelezee kama tutapata hizi punda. Lakini wakati waliondoka, walipata punda zimejua njia. So wewe wakati uliombewa, ulienda ukasikiza siku ya kwanza? Nilingoja. Na hii kifua ilikuwa inatake siku ngapi, masaa mangapi ndio kurudia? Ningeenda hospitali nikuwe huru siku kama 3. Ya 4 nijipate kwa ile hali. Kama vile nilikuelezea, ilikuwa imefika mahali ikakuwa siwezi maliza wiki kama sijaenda hospitali. Okay. Sasa vile nilikuja kwa mtumishi wa Bwana na akaniombea. Nilienda wiki ya kwanza ikaisha. Hapo ukaona muujiza. Kwa sababu pale hata madawa ingekuteka hata even 1 week. 3 days, 4 days nimerudi pale. Wiki ya kwanza ikaisha, nikaambia mume wangu, unajua wiki imeisha sijaenda hospitali. Nikangoja ya pili ikaisha. Nikangoja ikaisha, mwezi ikaisha, miezi 2 ikaisha. Sasa ni almost 2.5 years nikiwa huko. Sijaenda hospitali, sijakunywa madawa, sijadungwa mashindano. Mimi niko huru kabisa. Hata watu hawajafikisha miaka 10 na shida. Hata wengine unaonanga mtu anafika hapa, niko na miaka 2 kwa ndoa, sina mtoto. Hii yako ni ugonjwa. Na hata hii yake ya mtoto si ati anaumwa na mwili. Ako tu mzima na halali. Lakini hii yako ni mwili, unaona hapa for 28 years. And still you had faith. Kwa sababu ukiona ulizunguka nayo miaka 28 na bado tu unaenda kwa kanisa ukatafute msaada, ni kumaanisha in you ulikuwa tu na chembe za imani. Hata kama imani ilijaribu kwenda chini, ulikuwa bado unajitia nguvu, unaona mahali nitakuja kupata msaada. Ni kwa Mungu tu. So ukatafuta mwishowe for 28 years. Sasa 2.5 years sijakanyanga hospitali. You are free. Na hizo inela nilienda nikatupa. Nilitoka hapa sikutupa hiyo siku ya kwanza. Kwa sababu niliishi kuombewa na ile hali inarudi tu. Sikutupa hiyo siku ya kwanza nilingoja. Hata madawa sikutupa, niliweka tu. Nikangoja wiki ikaisha, ingine ikaisha, mwezi ikaisha. Nikaona hizi ni utumwa. Zote nikaweka kwa dustbin. Na sasa niko huru. Naweza ambia mtazamaji, hakuna jambo linaweza likashinda Mungu. Hii ngoja imenisumbua sana 28 years.
Lakini sasa tangu nikuje hapa for more than 2 years sijakanyanga hospitali, sijatumia mandawa. Inela nilitupa na mimi niko huru kabisa. Amen. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Kuna Mungu mbinguni. Sijui ni hali gani mtazamaji unapitia. Labda una mtoto, umekaa kwa ndoa hakuna mtoto. Inawezekana. Kwa Mungu inawezekana. Si ukuje ujaribu huyu Mungu. Mtumishi wa Bwana ako hapa. Wakati punda za Kishi zilipotea, walisema hatutakaa. Twende, kuna mtu ambaye anaweza akatuelezea habari za punda wetu. Si ukuje hapa angalau ujaribu huyu Mungu, na kwa neema yake ataweza kukusaidia, sio kwa nguvu zetu. Kuja ujaribu huyu Mungu. Ni hiyo ndoa unasema vile mume wangu amekaa huko mpaka amezaa. Kuja ujaribu hiyo ndoa, inaweza ikarudi. Sijui ugonjwa imekukalia, umeambiwa uko na cancer stage 4. Hiyo ni ripoti ya mwanadamu. Kuna ripoti ya Mungu. He is Jehovah who healeth. Jehovah Rapha. God who healeth our diseases. Thank you so much, Rebecca, for sharing your healing journey. But we thank God, He has been faithful. Today you are free, you can testify, you can serve God without hindrances. Kwa sababu kusema ugonjwa ulikufanya usitumikie Mungu inavyostahili. But we thank God, umeponywa, unaweza ukashuhudia ukuu wa Mungu. Watazamaji wetu, sijui ni hali gani unapitia. Imekuwa ngumu sana kwa macho yako ama kwa macho ya mwanadamu. But with God, all things are possible. Kuja ujaribu huyu Mungu. Tunakualika hapa Christ Gospel Chapel chini ya mtumishi wa Mungu Apostle Julius Wanda. It is not over. Kuja hapa ujaribu Mungu chini ya hii neema. That is it for today. I've been your host, Mrs. Joyce Wanda, behind the pulpit. Until next time, bye bye.